na kilio cha kumlilia mama yangu huyu aliyebaki. Mama, ni miaka mingi sasa haupo, ila asante Mungu kwa kunipa mama mwingine. Wakati unaondoka sikuelewa kwamba kila mwisho pia ni mwanzo. Sema tu huwa hatujui pindi unapotokea. Na tangu uondoke mambo yamebadilika sana. Kwa sasa tupo kwenye dunia ambayo watu wanajua bei ya kila kitu ila hawajui thamani ya kitu chochote. Mama, jambo kubwa nililojifunza kwako ni kwamba lengo sio kuishi milele, bali ni kufanya au kutengeneza kitu kitakachoishi milele. Na kufa sio ishu, bali ishu ni kutokuishi. Mama, uliwahi kuniambia kuwa dhahabu haina maana chini ya ardhi. Mimi ni dhahabu, nina kazi ya kujichimba, nina kazi ya kujipeleka sokoni. Roho iwe na usawa na kushukuru kipawa. Siwezi kujua niwezacho mpaka nimejaribu. Dunia ina vitu vizuri na ni jambo jema kuvipambania. Hiyo ndio sababu naendelea kuwa mvumilivu, kwa kuwa najua maisha ndivyo yalivyo. Kuna miaka ya maswali na miaka ya majawabu. Mama, lengo la kuja kuongea na wewe ni kukwambia kuhusu mama niliyempata. Ni mtu mwema, mwenye huruma, mwenye nia njema pia, na sina shaka ananipenda sana, japo hatujai kukutana ana kwa ana. Sababu kama unavyonijua, mwanao sio mtu wa kujipendekeza, na katika masomo ambayo nilifeli ni pamoja na somo la unafiki. Hatujawahi kuongea, ila nina hamu sana. Na siku ikitokea, neno la kwanza nitakalomwambia ni ule msemo wa wahenga wa chachu ikichachuka watu watatafutana. Mama, sina hakika kama mwanao nitakuwa nakosea, maana uzoefu unaonyesha kuwa chungu huvunjika magae na mtu uharibika asifae. Nikiwa atakosa namna bora ya kujihakiki na kuchukia watu wanamkosoa, pengine mimi wa mbali naweza kumsaidia kuliko hata yule wa karibu naye, au sio mama? Licha ya